kuibiwa, nilivamiwa nyumbani. Nilikuwa yani ikifika usiku napata anxiety attacks. Nakaa kwenye kona ya nyumba mpaka asubuhi kuna kucha. Kuna rafiki yangu aliniambia niende therapy. Mimi mwenyewe nilikuwa ni mtu wa kwanza kumwambia, hiyo hela natoa wapi? Hiyo hela natoa wapi? Tafute jinsi tunawaita therapist professional. Waweze kusaidia. Sijui watatufikiaje, lakini watu wanahitaji msaada. Sababu ya mapenzi, for what people say, wewe kaka alijua. Achana na huyu ambaye ameshaenda kwa Mungu kwenda kuhesabiwa za kwake. Huyu aliyebaki na zile hizo taarifa ambazo zinakuwa zinasambaa kwamba yeye ndo amesababisha kile kitu. Yupo katika mental state gani? Exactly. Ndio hapo inapofikia watu. Hi everyone. Welcome back to our next episode ya Hus and Hustle. Na leo tutaongelea mental health. Uliwahi kuhisi kama una majibu ya kila kitu? Yaani unafika point kwamba unahisi kwamba kila kitu ndiko na majibu nacho. You figure it out in life. Yeah, you figure everything in life, work, mahusiano, fedha, kila kitu. Have you ever had that feeling? Yeah, sometimes. Unafikiria upate hiki, upate kile, maisha yaende sawa the way unataka, lakini pia hayako sawa. And all that. How do you handle your stress? Mimi mostly nafanya vitu vinavyonifurahisha nikiwa na stress. Ukiachana na kulala, I just stay on the internet, ama nafanya activities ambazo zitanifanya nisahau kwa muda mambo ambayo yananipeleka niwe na mawazo mengi. Mimi nikiwa na stress nalala. And I can sleep leo, kesho kutwa. Because I feel like akili yangu inakuwa imezima. I cannot think anything. So I only feel kama nikilala na shut down. Plus kulia. I can cry for the whole world. Na ukifikiria mama yako aliweza, bibi alibeba, jirani kaweza, mimi ni nani? Hakuna anakuambia. Yeah. Mzigo ni mzito, hauna wa kumwambia. Kila unayemwambia anakuambia pambana, vumilia. Au unasali? Yeah. Mama Mungu, umesoma Biblia ama umesoma Qur'an kwa mtu ambaye ni dini tofauti. Pumzika. Sali sana. Funga. Pole. Ila sibora hivyo. Wenzako hawana hata chakula. Sijui wenzako hawana hata hichi. Still, inakuwa ni changamoto ambazo kwa wakati ule mimi zinaniumiza na zinanisumbua, zinanifanya naona kama mambo yangu hayaendi. Na ukienda upande wa pili kwa wanaume, wao ndo wanaambia mwanaume halii. Mwanaume una nguvu. Mwanaume hutaki kuomba msaada. Mwanaume pambana. Lakini mwisho wa siku na yeye anahisia, anaumia. I've seen men cry. But then let me tell you something. Ukiona mwanaume analia, it is the pitiest image you can ever see. Exactly. Yaani nakufanya na unasikia uchungu kwamba huyu mtu amepitia kitu gani mpaka ameona like bora tu nilie. Sasa sana sio tu kulia, unalia hadharani. Unakumbuka ile video ilitrend yule kaka wa Kigoma yule alirushwa alifanya kazi alafu hakulipwa shilingi 10,000. Alilia publicly kwamba like familia yangu inategemea hiyo 10,000 nikamlishe mke wangu na watoto na naishi na mama yangu. Sasa kwenye jamii unaonekana ni dhaifu ukifanya hivyo. Mimi kwa kweli wewe, lakini as a human being ni sawa. Unajua the most dangerous lie we tell ourselves ni kwamba asking for help makes you weak. If you cry you cannot, those kind of things. Lakini inabidi tuwe tuna jamii ambayo inakubali kwamba ukiomba msaada ni kweli you need to be helped. Tuwe na jamii ambayo
wanaume kwa wanawake, kila mmoja wetu anaweza akasema jambo lake na akasikiliza. Tunaona sasa hivi people committing suicide. Na sisi leo hapa tuko kukwambia kuomba msaada ni sawa. Ask for help. Kitu cha kawaida kabisa. Hii ni kwa watu wote, si mwanamke, si mwanaume. Ask for help literally, because mental health is real. Afya ya akili, kuna watu wana struggle na mambo ya kila namna. Kila mtu ana changamoto yake. Mwingine ni kazi, mwingine ni familia, mwingine ni mahusiano. Yani regardless ni bosi wako anakupa stress. Mimi I've experienced a stressful working environment. Nilikuwa nikiamka, I would sit and get anxiety nikiwaza kwamba yule bosi wangu kila nikifika ni lazima anitaje jina. Yani kila nikifika kazini, Warda, kila nikifika kazini, Warda, and there's always something about after kipindi hicho nilikuwa mgeni, I'm still learning the job. Kwa hiyo wiki kidogo, Warda, I would literally wake up and feel I can't do this. Sasa ni wewe, na maanake kuna wengi zaidi wanapitia kama hayo, na maybe sometimes even zaidi, makubwa zaidi. Unafanya kitu sexual harassment at work. Exactly. People are being bullied. Kwamba kuna kazi fulani hujafanya vizuri, basi hiyo ndio sehemu yako ya kutesekea. People are being abused. Kuna mabosi wengine wana kauli za kukwaza, za kukufanya ujisikie kama vile wewe hauna thamani. Yani anakuongelesha kama vile sio mwanadamu. Unaweza kaomba kwa mfano baba ni HR, unamuelezea tatizo lako kwamba kuna 1 2 3, lakini the way anavyokujibu ama the way anavyolipokea is as if yeye hatoika apate tatizo. Yani kwamba yeye mwajiri anataka hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. No. Inatakiwa yeye hivi na hivi, lakini kuwa na ile consideration kwamba huyu ni mwanadamu, inabidi niachane na swala la kazi inavyotaka and then nimsikilize kiubinadamu zaidi. Exactly. Changamoto ni kila mtu anapata. I've seen a person commit suicide. I remember I told you the story. Yeah. But then after that situation happened, nikawa nafikiria hivi kwenye ofisi zetu hizi zinazofanya kazi, either ni ofisi ya umma au ofisi ya mtu binafsi, sekta binafsi, kuna wale student psychiatrists, inabidi uende watu wa mental health ambao unaweza kaenda ukaongea nao kwamba unapitia kitu gani kwa wakati ule, ukamwelezea kwamba hii situation imenifanya mimi nijisikie hivi na hivi na hivi na hivi. Ama kwa sisi huku you just move on. You wake up, kesho yake unaenda kazini, business as usual. Utafuta jinsi ya kupambana kuepukana na hilo ama kulimaliza, ama ulivumilie mpaka siku utayotoka katika hiyo ofisi. Ila watu wa kuelezea shida yako, watu wa mentally sidhani. Au kama wapo, I think we don't take it serious because ukiambiwa nenda, watu wanaitwaje wale watu wanao psychiatrists au ama watu kwa Kiswahili tunaoitaje? Psychologist. I don't know. Wanaitwaje? Unaambiwa nenda therapy. Hivi Bongo kuna therapy. Sasa unajua kitu kingine ambacho kina cost watu wengi, especially sisi wa Afrika, mambo ya therapy, sijui mental health, ni mambo mapi, mambo ya kizungu. Hawachukuli serious. Yes. Wenzetu ukipatwa na tatizo fulani unakwambia nenda kwa therapy, na I'm going to the therapist na nini, unajua. Lakini kwetu sasa ukifanya hivyo, mtoto wa kizungu, ongea na mchungaji, ila kwa mchungaji kaombewe. Wakati hivyo ni vitu ambavyo vinatokea, ni vitu serious. Maana kwetu mtu anafikia anajiua, unaonekana wewe mdhaifu. Yani mapenzi anamfanya kajua how. What if someone kazi kitu gani? Sasa hakuna watu wa kwenda kwa professional wa kwenda kuelezea, ama hawajakuwa open sana kwetu kwamba ukiwa una shida fulani come to me, naweza nikaongelelea ili swala, tukaongelelea tukasolve, nikakusaidia kiakili, tuliweke vipi liwe sawa. Wenzetu, as I said, wenzetu wanachukulia very serious. Mtoto amepata child abuse, unaona hayuko sawa kiakili, anaenda kwa therapist. Lakini huku kwetu sisi
eti alinyanyaswa na wazazi, anakuweza mzazi wako ananyanyasaje, libakwa na mjomba, sijui libakwa na shangazi, inachukua ni vitu vya kawaida unajua so so I don't know ifanyikaje, lakini au huenda ipo. I'm not saying there is no, but huenda ipo and then ni sisi ndio hata mimi naamini wapo, lakini ni asili yetu imefanya wasichukuliwe kama watu serious sana kwenye jamii. Ni kama tulivyosema kwamba mtu anaonekana wewe ni mdhaifu, na ukizingatia na kwa sababu tuseme changamoto nyingi ambazo mara nyingi sababu tunatumia muda mwingi tukiwa tuko kazini, tuko sehemu za kutafuta pesa, either ni kazini ulipoajiriwa ama ulipojiajiri wewe mwenyewe, lakini tunawaza ile umbea. Mimi nikija nikwambia leo there's 1 2 3 napitia, wewe utakuwa hauna kifua, naogopa nitakachokuambia, maybe I feel shameful, nitakachokuja kukuambia wewe utaenda kumwambia una rafiki yako wama wewe ukija kuniambia mimi na rafiki yangu, unaona hata kama nikienda kuongea naye siongee naye kwa ubaya, lakini rafiki yangu ni kuna mtu ameniambia hivi na hivi na hivi, lakini taarifa ile inaendelea kusogea kwa mtu, unakuwa unaogopa. Watu wana madeni, watu wanaibiwa, wanapoteza mali. First mimi niliwahi kuibiwa, nilivamiwa nyumbani maybe 2-3 years back. That was the worst mental state I've ever been. Nilikuwa yani ikifika usiku napata anxiety attacks. Nilikuwa siwezi kulala, nakaa kwenye kona ya nyumba mpaka asubuhi kuna kucha. Naamka naenda kazini. Au ile pakikaribia kukucha, I had my coworkers ambao nilikuwa nawapigia simu naambia jamani ikifika saa 1 kamili naambeni muipige simu yangu mpaka iite, yani mpaka muhakikishe nimepokea. Umenisikia kabisa nimepokea na nimeongea na wewe, ndio ukate. And they would do that. They would help me. I would literally just cry. Ikafika point nikasema sasa hapa nafanyaje? Kuna rafiki yangu aliniambia niende therapy. Mimi mwenyewe nilikuwa ni mtu wa kwanza kumwambia hiyo hela natoa wapi? Hiyo hela natoa wapi? Therapy. Lakini at the other end niliwaza ni kitu ambacho maybe by that time it could have worked. Yes. Or not, I wouldn't know. So I tried to talk to my friends, I tried to talk to you and our other friends. Nilikuwa nahisi wakati ule ningeenda therapy labda ningepata msaada mapema zaidi, but then we wouldn't know. For now I'm still working on it because it is a process. Sio kitu ambacho unaweza kufanya kikatokea just overnight. But mental health is very 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 real kwenye maisha ya sasa hii ambayo tunaishi. Sasa kufanya maisha yako yawe na kelele nyingi ama business kuwa busy, hiyo sio suluhisho, hiyo ni survival mode. That's how some people cope. Naona bora wawe busy all the time wanafanya ni kazi ili akili siwazi mambo mengine. Ili kuwa na maisha mazuri, hiyo ni survival mode. Tutafute jinsi watu tunawaita therapist professional wajaribu kusaidia watu. Sijui kwa namna gani mtawafikia. Watu wajaribu kusaidia sisi sote. Wewe uko sawa? Sisi sote kusaidia watu including us. Yeah. Kila mtu ana struggle yake mahali fulani. Waweze kusaidia. Sijui watatufikiaje, lakini watu wanahitaji msaada. Okay. Kwa hiyo on your side, what is the sign kwamba hapo unajua kabisa I'm not okay? Yaani ukiona sign gani kwako unaona kabisa hapa mimi siko sawa? Kwa mimi mara nyingi nilikuwa siko sawa. Nakuwa najitenga. I don't like to talk too much. Okay. Iko ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili nina hasira. Okay. Yani like you might see me okay, lakini tukaongea kitu kidogo sana, you know I'm a joking person. Kitu kidogo sana kikanibadilisha mood yangu. So that's the sign that I'm not okay. Kuna kitu kinanisumbua mahali. Mimi pia I also isolate. Napenda kuwa nakaa peke yangu. Mimi I stay in my room, lala siku nzima, like
nalala ama hivyo. You see I'm going out sometime, going a little bit to the beach, niogelee the whole day, nikirudi nyumbani I'm tired, I'm taking my shower, I'm going back to my bed, like doing literally nothing. Just switch off and all that. Yeah. How do you know if a man, mwanaume anapitia yani hayuko sawa? Mimi sijai kuona eti baba yangu anasema hayuko sawa. Utaona kuna some changes, lakini kuona ama kusikia amesema kwamba mimi siko sawa, ni jambo geni. Sio rahisi, lakini mimi I once saw my dad alitoa chozi. I've also seen my father cry. Yeah, man, by that time I knew that this guy is not okay. Yeah. Lakini sasa we were young, we were very young. We wouldn't understand. Na hatukuweza kumpa msaada wowote. Na naamini pia yeye kama mwanaume ya baba wa familia, he couldn't say to anybody that is not okay. Lakini nimemuona babangu akitoa chozi, na ile picha haijawahi kunitoka machoni pangu. Mimi nimeona babangu analia na mimi nikaanza kulia. Don't ask me why. Hata sisi we cried. Then I was with my sister, we cried, lakini still yani haimsaidii. Yeah. Lakini sasa afanyaje afunguke kwa watu wamsaidie? Kwa jamii ya kawaida kuna watu wana cope na matatizo tofauti. Kuna watu ambao wataenda kufanya mazoezi, wataenda gym. Kuna watu wengine wanaenda kucheza mpira, Kuna mtu mwingine ni kula, kuna mtu mwingine whatever that you think, so long as hauendi kuvunja sheria. So long as unafanya kitu ambacho unajua kwa muda ule kitakusaidia wewe ujisikie uko vizuri, ujisikie uko active, ujisikie afueni wanaita. Please just go and do it. Hauna uwezo wa kwenda kwa therapist. Unajua kuongea sometimes helps. Tafuta mtu ambaye unamwamini. Sio lazima wanaume hawana hiyo. I know, lakini try. It's different from us. Sisi wanawake tunaweza kupata hiyo nafasi ya kuongea kwa sababu sisi we are yappers by professionals. But then wanaume kwanza wana struggle with ego. I know. Ego comes first. I think I am saying them. Men mostly are not comfortable talking to people. They are not. Lakini sasa kama you're not comfortable talking to people, hata therapist pia ni mtu. Ama unadhani utakutana na mashine kule? It's a person. Lazima ujifunze kusema kwa mtu, hata kwa therapist. Naamini kwa wenzetu wazungu walichagua therapist kwa sababu therapist sio mtu ambaye unamfahamu. Ni daktari tu, mtu mwenye profession yake, unaenda unamlipa, unasema mambo yako. Kwamba hata akitoka kwenda kusema kwa mtu mwingine, ni mtu ambaye kujua kwamba hapa anaongelewa Warda. Watu wanaogopa kusema kwa watu wao karibu kwa sababu mimi nije nikwambie wewe Warda kwamba shida yangu ni 1 na 2. One of your friends ama baadhi ya marafiki zako, they are my friends. Kwa hiyo unasema unajua sio kwa ubaya sometimes. Alikuja Stacy akaniambia ana shida 1 2 3. Tayari ule mtu they have the picture of my problem. Unaona? Tofauti kuna mtu, kila mtu ana jinsi ambavyo anakuchukulia. Ana define mambo unajua Kwa na hisi ndio maana wale wakuweka therapist. Lakini sasa kama una uwezo wa kulipa, like you have to find somebody to talk to. Mwenyekiti wa mtaa. Yaani yoyote, hata mzee wa kanisa. Sisi wa Roma tunaenda huko kuongea wapi? They say nenda kuungama. Basi nenda hata kwa padri. Kaine kwenye kile kijumba aanza kujielezea. Jielezee tu sasa, si una shida, una cha kwenda kuungama. Basi unajua sisi wanawake tunapenda mambo ya dini, yani kanisani ama ni msikitini, sisi ndo shehe hivi kuna hivi na hivi. Those are good people. Padri, and they don't act like normal human. Unajua hicho na hisi tuna imani hiyo maybe. So wanaume naona kama vile yani ni sawa yangu unaona, lakini mtu yuko kijijini huko anapata wapi hayo masuala ya kwenda kwenda kwa therapist, sijui kwenda kwa nani. Ndio maana nasema I think pia na jamii yetu inabidi iwe accountable na mambo ambayo tunayafanya. Yaani jamii yetu kwa ujumla inabidi tuwe na upendo. I think
ni upendo. Maana sasa there's nothing more. Maana nikiwa najua sehemu fulani napendwa, naweza nikaenda nikasema jambo langu na nikasaidika, yeah. Unaona, for instance ile taarifa ambayo imetokea ni last week kama so wiki ya yule mwanafunzi wa St. John aliyechoma wenzie. Yeah. Nilivokati nasoma taarifa, yule kijana ni mdogo. Kuwa na that amount of hate mpaka kuna kununua ni mafuta ni whatever alitumia, sio ni petroli, kufika pale na kuchoma ile nyumba. That is sio kitu cha kawaida. Exactly. Yani ukifikiria kwa haraka unajiuliza kwani alifanywa nini? It was mahusiano. Yeah. For what they say kwamba ile binti alikuwa anamtaka, yeye alikuwa anataka tu agape love. Brother what saw me tu hapa. Lakini kumbe the lady alikuwa naye anamshow mtu mwingine. Sasa unaona, lakini still yani utaanza kumchoma imekuaje mpaka yani very young, yani inaumaje mpaka ndo hapo inapofikia watu kujua. Remember I told you about the story about our ito sababu ya mapenzi, for what people say, wewe kaka alijua sababu ya mapenzi, like he went and still works there. Yeah. Wow. Sasa imagine kwamba alifanywa nini kilimuuma mpaka akaamua kutoa uhai wake mwenyewe. Sasa achana na huyu ambaye ameshaenda kwa Mungu kwenda kuhesabiwa za kwake. Huyu aliyebaki na zile taarifa ambazo zinakuwa zinasambaa kwamba yeye ndo amesababisha kile kitu. Yupo katika mental state gani? Exactly. Ndio maana people just walk into a moving car. Damn. Yeah. Kama yule kaka alojitupa kwenye gari Ubungo. Oh my God. That was really bad. What was the reason? Ndio kitu tunachokiongelea hapa. Like you guys who are professional about this, talking to people, able to penny room ya what to do to get through you. Tena I think in an affordable way. Kwa sababu sio matajiri tu wanapitia, hata sisi wa chini. Sasa sisi wa chini, how are we getting access to you? Unajua like how are we getting access to you? Kuna ile mobile car therapy inapita kuna magari yale vent, I don't know, unajielezea kueleza what to do, I don't know, lakini hivyo there's more to what the society tunaona, and there's more to what people are really going through. Exactly. So that's some kind of, it's a controversial and what to do and what not to do, but then at the end of the time, please and please and please, you're not alone. Talk to a friend, talk to a parent, talk to a I don't much advise coworkers because coworkers usually get messy. Yeah. Especially ukikuta kuna wale coworkers ambao yeye ili aonekane bora ni inabidi aende akaongelea habari zako kwa stories to other people. Either kwa watu wengine ama kwa boss. Hiyo nao ni mbaya zaidi. But I think a person, someone, hata mwizi kuna mtu wake anamwamini. Someone to talk to ambaye atakusaidia kwa namna moja ama nyingine kufika mahali fulani, kuepukana na tatizo fulani unaloenda nalo. Kuomba msaada sio udhaifu, ni ushujaa wa kipekee. Na Tanzania ama Afrika kwa ujumla inahitaji mwanamke na mwanaume mwenye ushujaa huo, kwa sababu watoto wetu wanatuona na sisi tunawafundisha jinsi ya kuishi. Asanteni kwa kusikiliza episode hii. Najua haikuwa rahisi, lakini ukisikiliza mpaka hapa, hiyo inaonyesha uko tayari kuzungumza, tayari kubadilika, na hiyo ni hatua ya kwanza kubwa sana. Kipindi kijacho tutaendelea mahali ambapo wengi tunaogopa kweli kweli, mahusiano, like relationships. Pande zote mbili za hadithi. Ni nini mwanaume wanafikiria lakini hawasemi, na ni nini wanawake wanataka lakini wameambiwa wasiseme. Jina langu ni Warda na mimi ni Stacy, na sisi ni Hearts and Hustle.